Kenyatta, amjambo. Amjambo tena. Mimi nataka kushukuru watu wa Kenyatta Market kwa kungojea sisi kuchoma nyama na hakuna mtu amechomeka. Mimi naitwa Mheshimiwa Mule kutoka Matungulu. Na niko na ujumbe kwa Wakenya wote. Hii serikali ya Kenya kwisha, saa hii Wakenya wanaita serikali ya bomoa. Wamebomoa manyumba, wamebomoa mashule, wamebomoa makanisa, saa hii wameanza kubomoa mifuko yetu. Na mimi nataka niseme hivi, kwa viongozi wenzangu wale tuko ndani ya Azimio, lazima tujitokelezee, tusimame na Wakenya, kwa sababu ile maisha imeendelea kuwa ngumu. Ndio sababu sisi kama viongozi wa Azimio na Mheshimiwa Sifuna tumetoka tuwaambie ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hata akienda AU tutasimama nyuma yake na tutawakilisha yeye hapa nyumbani kupitia kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na sisi kama wanaazimio, kama unafikiria utabeba Raila umpeleke Addis Ababa ati tugawanyike, tutaendelea kusimama imara na tutasimama na Wakenya na tuhakikishe ukoloni mambo leo tumeshukisha Sakayo kutoka kwa mti afike chini. Maisha ya Kenya imekuwa ngumu. Sakayo akilala kazi yake ni kufikiria vile atawatoza ushuru. Saa hii ameleta bill kwa bunge ambayo ni ya kuongeza kodi ya nyumba. Ameleta bill kwa bunge ambaye kila Mkenya mahali yuko anahesabiwa kuku zake, anahesabiwa ng'ombe, anahesabiwa mbuzi, anahesabiwa paka, anahesabiwa mpaka umbwa ili alipe kodi kwa hao wanyama anaishi na wao kwake. Hiyo ni haki kwa Wakenya. Hiyo ni haki kwa Wakenya. Sakayo ataramuke kwa mti. Mimi nataka niambie Sakayo uko na mambo matatu. Ushukishe ushuru, ushuke kwa mti, ama tukate hiyo mti na poso na wananchi wa Kenya. Halo. Kwa hivyo nataka kuuliza viongozi wote wa Azimio, tutakuwa imara nyuma ya Mheshimiwa Kalonzo, nyuma ya Raila na nyuma ya Wakenya, kwa sababu Wakenya bilioni 52 wanaendelea kuumia kwa sababu ya uchumi mbaya, uchumi ngumu, masomo ngumu, maisha mbaya, siasa mbaya imeletwa na Kenya kwisha. Na Kenya kwisha nataka kuhakikishia tarehe 22, mwaka 27, mwezi wa 8, saa 10 jioni mtakuwa mmeelekea nyumbani, alafu tujue kwa nini mliharibu uchumi wa Kenya. Mungu awabariki. Asante. Haya, Mheshimiwa Mawadhe tafadhali. Muda hatuna. Jina langu ni Mawadhe, Musini Mawadhe. Mimi nimeajiriwa na watu wa Embakasi South Constituency kama mfanyikazi wao. Tupo hapa leo kuambia kwamba hawa jamaa wa Kenya Kwanza wametutokesha, si ndio? Bei ya gharama ya maisha iko juu sana. Lazima washukishe, si ndio? Kila kitu lazima rudi chini. Bei ya sukari rudishwe wapi? Chini. Bei ya unga rudishwe wapi? Chini. Sio? Tafadhali, bei ya stima rudishwe wapi? Chini. Wapi? Chini. Bei ya mafuta rudishwe wapi? Chini. Na hii bili hao wanasema ya kwamba wanaleta kwenye bunge. Sisi tukifika kwa bunge tutaipinga, tutaiangusha. Sababu hiyo mambo ya nyumba, wanasema watakata kodi ya nyumba. Hiyo mambo ya nyumba, wewe uko na nyumba yako, kwa nini unataka kukata kodi ya nyumba? Hiyo kodi ya nyumba inakatwa, inaenda kwa account gani? Na iende kwa consolidated account. Hiyo pesa unayokatwa inasainiwa na nani? Hatujui signatories nani. Tafadhali tuache kunyanyasa wananchi. Wananchi wamechoka, Wakenya wamechoka. Lazima tuhakikishe kwamba tumeshikana. Mwezi wa 8 tarehe 10 2027 lazima tubadilishe. Asanteni sana Mheshimiwa Sifuna. Tumsikize Senate. Nairobi. Mko chonjo? Mko gangari? Ikibamba sana wapi Dura Kalonzo Musyoka? Wanaazimia mko sawa?
Sasa mimi nataka kusema machache sana. Ya kwanza ni washukuru wafanyabiashara wa Kenyatta Market kwa kutukaribisha hapa kazini kwenyu. Mjipigie makofi kwanza. Asante kwa amani yenu na asante kwa nyama, tumeshiba. Na msifikirieni sisi tumenyua nyama, hiyo nyama tumenyua na chairman. Chairman, asante sana kwa ukarimu wako, asante sana usimama na sisi. Ya pili, unajua watu wetu tusiharibiane wakati sana, tuambiane ukweli, si ndio? Na ukweli wa maneno ni kwamba tangu Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto kuchukua hatamu za uongozi, yeye ameharibu kila kitu katika Kenya yetu. Yaani kila kitu ameharibu. Mimi nimekuja leo kusema, juzi tulikuwa tunasema punda amechoka. Lakini punda sasa ameanguka. Hawezi akatembea. Kwa hivyo Mheshimiwa Mule amesema mambo ni matatu. Kwangu mimi sasa jambo limebaki moja tu, ni Ruto kwenda nyumbani. Hakuna maneno mengine. Leo tunaongea na nyinyi leo, viongozi wa Kenya Kwisha wamekutana na Naivasha leo kuunda jama vile wataongeza kodi ikifika Tuesday next week. Sisi tumekuja hapa Kenyatta kusema hiyo bill wanataka kuleta ya housing, wajue ikifika kwa bunge it will be dead on arrival. Tutaangusha mapema. Mnataka tuangushe tusiangushe? Tuangushe tusiangushe? Ya pili, sisi tumeambatana na kiongozi wetu His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Senior Counsel. Anatosha atoshi? Kalonzo anatosha atoshi? Anatosha? Wale mnasema Kalonzo atoshi, nionyesheni Wiper. Sasa sisi kama wanachama wa Wiper na wanachama wa Azimio, sisi tunaendelea kusimama na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Hata wakimpeleka AU, hata wamtoe AU wampeleke New York, huyo ni kiongozi wetu. Na mimi najua bila shaka ya kwamba Raila Amolo Odinga ameshikilia Kalonzo Musyoka washikane pamoja kukomboa Kenya yetu, na tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2027 Azimio itaongoza Kenya hii tukiongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka.